Nimekubali pia mambo ya stima. Mimi niko na mpango ingine ya stima. Nimeambia waziri hapa tunakamilisha mpango ingine ya bilioni 20 ya stima. Tutaongeza stima vile umeomba. Watu ya hapa waongezee stima. Namna hiyo. Hiyo mnasema kidogo maduka yenu hapa iwekwe lami, tutawawekea lami hapa madukani. Na hiyo mzee Musila amesema ile shule yenu ni shule ya maana sana. Wewe CNN, hiyo muda ni shule yako. Mudhale iko Kitui West, yako ni Migwani hapa. So nitapanga wewe hii shule ya Migwani, nitakutuma na shilingi milioni 5 ya hiyo shule. Na pia ile shule ya Mudhale nitatuma shilingi milioni 5 ya hiyo shule. Mimi nataka hizo shule zote ziinuke. Si namna hiyo? Tuendelea ama tuendelee? Tuendelea ama tuendelee? Niko hapa na viongozi wengine lakini tu nitawataja majina. Niko na Mheshimiwa Kawaya, mbunge wa Mwala, mpigeni makofi. Niko na Mheshimiwa Mutuse kutoka kule Kibwezi, mpigeni makofi. Niko na Mheshimiwa Joshua, pastor ambaye ni pastor pia reverend. Anaitwa Joshua Mwalio kutoka hapa Masinga, mpigeni makofi. Niko na Bwana Kisoi, mpigeni makofi. Niko na speaker wetu, huyu bwana anaitwa Kevin, mpigeni makofi. Niko na MCS wote wa sehemu hii, mpigeni makofi. Niko na PS wangu Terry Mbaika, mpigeni makofi. Niko na PS wangu kijana wa hapa nyumbani, huyu mungwana anaitwa Jonathan Muweke, mpigeni makofi. Tuko pamoja? Na niko na Mbanda, mpigeni makofi. Na niko na huyu kijana ambaye sana watu wa Kitui. Mnanielewa? Tulikubaliana ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki Kitui ibaki nyuma. Ninyi mnanielewa? Na hakuna njia ya kupeleka taifa mbele. Taifa inapelekwa mbele na miradi na mipango ya maendeleo. Ama namna gani my friend? Ukabila inaweza kupeleka nchi mbele? Chuki inaweza kupeleka nchi mbele? Fitina inaweza kupeleka nchi mbele? Ndio mimi nimekuja hapa kuambia, sisi tumeungana na hawa viongozi wote. Nyinyi mmetupatia nafasi ya uongozi Kenya hii, na kazi yetu ni kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na nimesema wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, lazima Kitui iwe katikati ya hiyo mambo ya maendeleo. Ndio mnajua tulianzisha hii barabara kutoka huko Kibwezi, si namna hiyo? Awamu ya kwanza ikakuja mpaka ikafika mahali inaitwa Tulia hapa nyuma, si ndio? Alafu ndio nikasema haiwezi kukwama hapo. Tukasema lazima hiyo barabara itoke Tulia, ipite hapa kwa Siko, iende kule Migwani, iende mpaka Mbondoni. Ninyi mnanielewa? Na tayari mwaka uliopita tulilipa shilingi bilioni 4. Mwaka huu tumewapangia bilioni 3 ya kusukuma hii barabara mpaka ifike Mbondoni. Kitui hoye! Tutengeneze hiyo barabara, sio? Mpaka ifike Mbondoni. Mimi najua wakati tulikuwa tunajenga hii barabara, kuna wananchi walisongeshwa na hii barabara, si namna hiyo? Na kukawa na pesa karibu shilingi bilioni 2.7 ya wananchi. Mimi nataka niwatangazie hata hiyo pesa pia tumepata hiyo pesa. Kama hujalipwa ile shamba yako ambayo ilichukuliwa na hii barabara, sasa tuko na pesa yako, tunawapatia title deed zenu, ndio muende kuchukua pesa yenu, mambo isonge mbele. Kitui hoye! Mimi vile vile nimefika hapa Kitui sio kwa sababu ya hii barabara peke yake. Kuna barabara ingine nimetoka huko asubuhi. Kuna barabara tulijenga kutoka kule Mwingi ikakwama mahali inaitwa Kamuongo. Sasa tumeenda kusukuma kutoka Kamuongo mpaka Kanduiwa. Si namna hiyo? Leo hiyo barabara mimi nimeenda kuanzisha.
Si namna hiyo? Na tumewapatia wale majamaa shilingi bilioni 1 ya kumaliza hiyo barabara yao. Alafu nikiwa huko wananchi wa huko wakaniambia kuna barabara ilipelekwa ikakwama mahali inaitwa Chuso. Wakaniambia kuna watu wengine wanaishi kule Seikuru. Ni kweli ama si kweli? Na wakasema hiyo barabara bado ni ya vumbi, ati mimi nitengeneze, si ndio? Na nimekubali nitatengeneza hiyo barabara mpaka huko Seikuru. Nyinyi mnanielewa? Sasa nyinyi watu wa hapa kwa siku, mimi nataka niwaeleze miaka karibu 60 baada ya kuwa taifa huru, si ndio? Si hao watu wa Seikuru wamengojea miaka nyingi sana. Mimi nawaambia my friend, nimeambia waziri aenda atafute pesa mara moja, next year mimi nataka kwenda kutengeneza hiyo barabara. Tuko pamoja? Vile mimi nikitoka hapa saizi naenda tena kuanzisha barabara ingine ya kutoka Ikudha kwenda kwa Nziko mpaka ifike kule Mudha. Mnanielewa? Hiyo barabara vile tumepata pesa yake, tunaenda kuanzisha leo tujenge. Leo vile mimi naenda kuanzisha barabara ya kutoka Zombe. Nyinyi mnajua mahali Zombe iko? Iko pande hii ama pande hii? Pande hii. Mimi naona nyinyi mnajua geography. Sasa hiyo barabara ya Zombe kwenda Chuluni mpaka mahali inaitwa Mwitika. Nyinyi mnajua mahali Mwitika iko? Haya, mpaka kule Mwitika. Hiyo barabara tena nimepata pesa yake, naenda kutengeneza leo. Mimi niliwaambia munipatie tu nafasi kidogo, kwa sababu wakati nimefika ofisi ile uchumi ilikuwa imekuwa mali ngumu sana. Nyinyi mnajua dola ilikuwa imefika 167, si ndivyo? Sasa nimepanga hiyo uchumi, dola imerudi chini, sasa imefika 128, 129. Ile kitu inaitwa inflation ilikuwa imefika 9.6%. Sasa nimeteremusha imefika 4.5%. Ile reserves yetu ya pesa ya kigeni ilikuwa imepungua mpaka 5.7 billion dollars. Sasa tumeongeza imefika 12 billion dollars. Sasa uchumi iko imara, ndio sababu hiyo tumepanga sasa mambo, tumepata pesa ya kutengeneza hizi mabarabara zenu. Na hii barabara haitoshi, si ni kweli? Mimi ninajua ya kwamba watu wa Kitui, vile watu wengine wengi wa Kenya bado wanataka barabara zao zitengenezwe. Ndio nimeambia waziri na watu wake wa wizara waketi chini watengeneze mpango wa kilomita 10,000 mpya ya kufikisha manyumba wananchi wengi wa Kenya sehemu zote za taifa letu la Kenya. Na mimi napeleka mambo bunge. Nimemwambia wabunge wetu kina CNN hapa, kina Mutuse hapa, kina hawa wadosi. Mimi nimewaambia tunatengeneza hazina mpya inaitwa National Infrastructure Fund, ambayo itatusaidia kufanya mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, kutengeneza kilomita 10,000 mpya ya lami hapa Kenya ikiwemo Kitui. Ya pili, kupanga mambo ya kilimo, hasa mambo ya dams. Tunajenga dams mpya 50, ile inaitwa mega dams. Na watu wa Ukambani hapa wametuuliza wanataka kewo, na wakasema ya pili wanataka maji, na wakasema ya tatu they want water. Ama mlisemaje? Ama mlisemaje? Si damu ndio itatupatia kewo? Ama mnasemaje? Wewe CNN umesikia? Mimi nalete mambo bunge, National Infrastructure Fund ya kupanga damu ya kewo ya hawa watu wa Ukambani. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Na jambo la tatu, tunaweka infrastructure fund ndio tuweze kutengeneza umeme, another 10,000 megawatts of energy, kwa sababu wananchi wengi hawajifikiwa na stima. Mimi nikiwaambia nyinyi hapa, nani yako na stima kwake? Haya, yule ambaye hana stima kwake nione. Sasa unaona hii balaa? Unaona hii balaa?
Ama namna gani my friends? Si kila mtu anataka stima kwake jameni? Sasa sikizeni wewe CNN na wabunge wenzako. Mimi nalete maneno bunge, tutengeneze National Infrastructure Fund, tuunde 10,000 megawatts, tupatie hawa wananchi stima, kila mtu akwe na stima kwake. Mnasema niendelee na hiyo mpango? Mnamwambia siende na aenda apitishe hiyo maneno? Na apitishe haraka haraka? Ama namna gani? Si mnataka stima, na mnataka maji, na mnataka barabara. Hiyo mambo tatu ndio iko kwa hiyo maneno ya National Infrastructure Fund. Tumekubaliana? Watu wa Migwani tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo? Mimi nimekuja hapa jambo lingine la tatu. Mulinieleza ya kwamba mambo ya stima hapa kwenu wananchi wengi hawajafikiwa na stima. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Si mmeweka mikono juu karibu hii mkutano yote hakuna stima? Sasa mimi leo nimefika hapa na waziri wa stima na nimemwambia hii Kitui ilibaki nyuma siku mingi, hasa kwa maneno ya stima. Wananchi hapa wanalalamika ya kwamba makwao bado iko giza. Ni kweli ama si kweli? Na unajua mahali iko giza shetani anapenda hapo. Maana namna gani? So shetani anasumbua hii watu sana. Ama namna gani? So tumelete hapa maneno leo. Serikali ya Kenya tumetoa pesa shilingi bilioni 2.3, 2.3 billion kuunganisha manyumba ya hawa wananchi 20,000 manyumba mpya, na nimemwambia waziri nataka hiyo kazi ikamilike before June next year. Hawa wananchi wawe wapigiwa na stima. Na tumekubaliana na wabunge ya kwamba kila mbunge atatusaidia kutuonyesha ni kijiji gani haijapata stima, ni sehemu gani haijafikiwa na stima, ndio tusukume stima huko, tuwakishe mataa, tuondoe giza, ndio shetani ahame. Ashindwe. Ndio mama. Ashindwe. Ndio shetani ahame. Awache kusumbua sisi. Ama namna gani watu wa Kitui? Tumekubaliana? Amna hiyo. Hiyo maneno ya stima tuendelee naye. Na hii ya barabara tuendelee naye. Na hiyo ya maji tupange. Mimi kesho asubuhi mimi naweka sahihi ile program ya maji ya kutoka pale Kindaruma kuja hapa, inaitwa nini hapa kwa kona? Kwanza Kiombo, alafu itakuja Migwani, si ndio? Alafu inaenda mpaka Mwingi. Hiyo project ni ya shilingi bilioni 6 na tumepata waegezaji. Sisi tunapitisha kama cabinet, mimi naweka sahihi kesho, itafutwe hiyo pesa ndio tuwaletee maji, mkunywe maji watu wa Migwani, na hiyo maji ikuje mpaka hapa kwa siku. Ama mnasemaje bwana? Tuendelee ama tuendelee? Na hiyo project hata gavana wetu Malombe anajua, ndiye alinikumbusha leo asubuhi. Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Malombe, gavana wa hapa, na nimeshamwambia tayari hiyo mpango niko nayo, na tutahakikisha kwamba tuna fast track ndio watu wa